Back again and again, mimi naitwa The Captain mwana wa Steve na Flora na nikwambie karibu tena katika Kigamboni Trending episode 3, yani episode ya 3. Tumekwisha kuona episode ya pili ambayo tulikuwa hapa na Shebi's Record. Unajua leo tuko na nani? Chodo. Karibu sana. Oh mama. Wow. Oh mama. Aliko Chodo all the way from Kigamboni. Watu wengi wanamjua kama tajiri mfupi. Kizazi sana leo ameplace Kigamboni Trending. And this is how we do. We kill it, Asante sana DJ Mason. DJ Mason, asante sana. Chodo, mambo vipi? Fresh, niambie. Kama kawaida. Hii Chodo ilikujaje hii? Hili jina bwana, hili jina la movie hili. Kuna movie moja ilikuwa inaitwa Baba Chodo. Kwa huyo Chodo mwenyewe ndo mimi. Kitambo sana. Kwa hiyo watu tena Chodo ikakuwa kabla tajiri mfupi. Kulikuwa na movie inaitwa Baba Chodo. Na baba mwenyewe alikuwa ni Steve Nyerere. Kwa Chodo ndo mimi. Kwa hiyo before tajiri mfupi watu wakazoea Chodo. Ndo mpaka leo Chodo. Ndio ilipoanzia hapo jina la Chodo. Kwa hiyo tajiri mfupi na Chodo tunapenda hivi. Mimi binafsi nalipenda la Chodo. Lakini jina ambalo limetembea ni tajiri mfupi. Ndio. Sawa. Ndio. Sasa nikijaribu kuangalia hapa kwenye dakika ya kwanza sekunde ya 29 katika movie ya tajiri mfupi promo by the way, kuna maneno fulani hivi mazito umeongea, ningependa nikusomee ili uweze kuyasikia. Binafsi nahitaji kidogo kujua kwa nini uliongea maneno yalitoka katika script ama ni maneno ambayo yalitoka katika kichwa chako. Ulizungumza ukasema, maana watu wengi wanajua mimi ni mgonjwa kwa kimo changu. Ray akaja akakujibu akasema, watu wote wanajua hivyo. Ilikuwa ni promo, unajua ile. Watu wengi wanajua mimi mgonjwa kwa kimo changu. Ray akaja akasema, watu wote wanajua hivyo, unajua. Alafu ukarudi wewe ukasema la hasha. Kisha ukaja ukasema tena mimi ni mrefu kiakili. Hii script ama ni maneno yako yalitoka kichwani? Hayo maneno yalitoka kichwani ndugu yangu. Na kwa nini ulitoa maneno haya? Unajua zewe mtu anapokuangalia. Umenisoma sijui vizuri Yaani zewe mtu anapokuangalia kila mmoja ana upeo wake. Au kila mmoja anakuangalia kwa fikra zake. Kwa hiyo sasa kutokana na situation hiyo ya hiyo scene ilivyo, pale ilikuwa kama tunampambania huyo demu, maana mimi natoa pesa kwa huyo demu, afu demu aenda kumpelekea mshikaji. Kwa sasa kutokana na hayo maneno sasa ikabidi sasa nitumie vitu ambavyo hata nikizungumza anaweza akanielewa. Sababu demu mwenyewe alikuwa anakona kona. Sababu sasa alikuwa ananizalau kwa kimo changu. Sasa ndo kwa maana nikamwambia mrefu sana wa akili. Yaani sio mgonjwa wa kimo changu, mimi mrefu sana kiakili. Yaani kwamba na akili nyingi sana. Yaani mimi akili zangu ni zaidi ya 100. Sasa kutokana na yale maneno yangu nilipokuwa nazungumza, ile demu mwenyewe akawa na amaki, akaona mwisho wa siku kalichukua zigo. Ndio. Na ilikuwaje mpaka wewe kukutana na connection ya JB? Mpaka tukapiga Danija ile. Ulipita kizazi sana kwenye Danija. Ndani unamuona Gabo Zigamba, kipindi hiko bado hajawa star hivyo. Umeona connection ilikuwaje? Connection ile ndugu yangu kwa kifupi story ndefu kidogo, lakini ngoja tujaribu kuikata kutokana na swali lako. JB nimekutana naye, JB alinikuta ofisini kwa Lichi. Kipindi hicho Lichi alikuwa na ofisi yake pale Ilala Boma pale. Ilikuwa inaitwa Bulls Entertainment. Kwa hiyo sasa JB alikuwa na wale ma production manager wake. Walikuja ofisini pale kwa Lichi, wakanikuta. Kumbe unajua kila mmoja anapokuja anakuwa ana mambo yake. Mwingine anaweza asikwambie jambo lakini kumbe ana kitu chake tayari kichwani. Ina maana mimi nashangaa tu mwisho wa siku napigiwa simu, bwana njoo la mada hapa kuna nini, njoo naitwa na JB. Sasa JB sijai kuonana naye, fulani ananiambia tu njoo la mada kuna JB. Kuna nini? Kumbe kuna watu wake kwamba tayari walishakuja ofisini wakaniona. Wakasema kuna chombo kinaweza kikatufaa. Kwenda kule ofisi, kwenda kule la mada na kwenda pale mazungumzo, mimi nakabidhiwa script. Yaani tendo kuonana naye tu mimi nakabidhiwa. Nikasema hii nyota ya jambo inadondokea mapema. Wakati ofisini shaka karibia mwaka mmoja sijafanya kitu. Ndio. Alafu napigiwa simu moja tunaenda kukutana naye mkubwa. Unajua tena bigi. Hii Danija by the way
Nikiangalia katika YouTube account ya Jacob Steven kwa maana ya JB, account yake ina subscribers 7.13k kwa maana ya kama F7 kama F7 fulani hivi, si ndio? F7 130. Lakini views katika hii Danijas wako 170k ambao ni kama 170,000, na hii inaonyesha ni 8 years ago. Umeona, miaka 8 fulani iliyopita. Sasa swali langu linakuja, unahisi wasanii wa Bongo Movie hamna elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya social networks kupost hizo kazi zenu? Kwa sababu ukiangalia mtu kama Diamond Platnumz, let's say, si ndio, ni msanii mkubwa kama unapomzungumzia JB, lakini ukizungumzia subscribers wa Diamond unazungumzia wengi sana, unajua ukiangalia views unazungumzia watu wengi sana. Unahisi Bongo Movie elimu hii hamna? Sasa hapo naweza nikasema swala la management. Yani unajua sisi wenzetu kidogo wa hawa industry ya Bongo Flava wana management zile tofauti na sisi watu wa Bongo Movie. Sisi unakuta ni kila kitu unataka kufanya mwenyewe. Kwa hiyo unakuta baadhi ya vitu kama hivyo vinakuwa vinatupita. Ndio hiyo vitu ambavyo vinatuposti. Sio kwamba hatuna elimu navyo. Vitu kama hivyo. Wewe una YouTube account? YouTube account mimi kiukweli kabisa sina. Nisiwe muongo. Nisiwe muongo. Danija imepostiwa pia kwenye akaunti fulani ambayo inaitwa Sengi Muna, ambayo kimsingi ina subscribers 616, au sio? Na humu imepostiwa movie nzima. Kule kwa Jacob Steven imepostiwa promo tu. Si unanielewa vizuri Lakini kuna vitu ambavyo nashindwa kuvielewa. Hawa watu huwa mnakuwa na makubaliano maalum kwa ajili ya kuposti kazi zenu, ama ni watu tu ambao wanachukua kazi zenu kuziposti bila nyie kutoa ruhusa? Sasa hapo inategemea. Hiyo inategemea. Unakuta kuna mwingine anakuwa na makubaliano na huyo mtu. Ndiyo. Lakini mwingine mtu anachukua tu kwa mapenzi yake. Unakuta tu anaposti. Hivyo. Wewe una makubaliano yote na mtu katika kazi zako ambazo umezifanya, anaziposti na nini ili upate chochote? Hapana. Sina hayo makubaliano. Ndio. Sawa. Tajiri mfupi. Niambie. Hii jina litunga nani? Lei Vincent Kigosi au wewe ndio ulikuja tuna mawazo? Kwa sababu inaonekana kwa story ni kwamba baada ya kuonekana umefanya vizuri katika Danija, watu wakaona kwa nini tusifanye Tajiri Mfupi. Hii story ilikujaje? Story ya Tajiri Mfupi kabla movie ya Danija kutoka. Nilikwambia kuna hiyo movie ambayo imenipa jina la Chodo, Baba Chodo. Hiyo story ya Baba Chodo. Tulikuwa tunashuti Baba Chodo. Sisi kambi tulikuwa tumeka karibu na ofisi ya Ray. RJ Company pale Sinza Mori. Tulikuwa tuko karibu pale. Kwa hiyo tulikuwa tuko kambi sababu sisi ni karibu. Ina maana pale RJ Company tunakwenda kama maskani. Kwa hiyo sasa alivyoniona Ray katika zile klipu za Baba Chodo, kwa sababu hata movie yenyewe ilikuwa inaeditiwa pale RJ Company. Alipenda mimi ninavyoperform. Kwa hiyo akaniahidi kabisa kwamba mimi nataka nifanye jambo na wewe. Ndio hapo akamtafuta Aliakuti wakafanya mambo. Ndio na kazi ilitembea ile bro. Katika vitu ambavyo umefanya vile bro asante. Sio mchezo. Yale mavazi yalidesigniwa kwa ajili yako ama yalinunuliwa, ilikuweje? Maana mle umevaa. Sasa kila kitu kilipangiliwa. Unajua unavyomzungumzia Vincent Kigosi ni msanii mkongwe. Kwa hiyo hawezi akafanya kitu ambacho cha kubahatisha. Ina maana kila kitu kiliandaliwa. Ina maana ukiangalia mavazi, kila kitu mle ndani kilitengenezwa kutokana na story inavyonitaka mimi. Vitu kama hivyo. Mr. Pimbi unamjua? Mr. Pimbi. Mr. Pimbi namfahamu sana. Nione washikaji au? Mr. Pimbi mshikaji wangu sana. Na hii ndio sababu ambayo inamfanya content zake zingine ajiandike Tajiri Mfupi, alafu kiingia ndani watu hawamkuti Tajiri Mfupi, wanamkuta Mr. Pimbi anafanya vitu vyake. Ama hii habari wewe hauna? Habari hiyo mimi ninayo na nishaona. Na hiyo habari mimi ninayo na nishaona vitu vingi, lakini kutokana mimi ndugu yangu yule sikutaka kuleta ile complain, lakini angekuwa sio rafiki yangu ambona kingekuwa kishawaka ndugu yangu, maana hizi kupata ugali kupita jina langu. Ndio. Maana najaribu kuangalia hapa katika YouTube account yake, yeye ana subscribers 13.6k au sio kama 13, ambapo aliposti clip moja, hii ni 2 years ago, ambayo akaandika heading kwamba Tajiri Mfupi hashikiki balaa, au sio Ukijaribu kuingia ndani watu wana expect wamuone Tajiri Mfupi au mkuti. Kwa hiyo alikwambia before kwamba ana mpango wa kuposti, ukamkubalia? Hapana, hakuniambia. Hakuniambia. Aliposti. Sasa uwisi kama alikuwa anatafuta kiki ili wewe mwisho wa siku umjibu, ugombane naye kwamba rafiki yangu vipi hujaniambia, ili azidi kupanda hewani muweze kugombanishwa na nini? Unajua kuna vitu vingine watu wanafanya kwa sababu ya kutafuta riziki, ugali. Umeelewa ndugu yangu? Kuna vitu vingine mtu anafanya
kwa sababu kutafuta ugali. Sasa unakuta mimi yule ni ndugu yangu. Kwa akifanya vitu kama hivyo siwezi nikaleta complain. Inawezekana ikatokea na mimi labda kuna jambo langu nataka kuja kulifanya nikapitia pia mgongo wake. Vitu kama hivyo. Kwa akaunti yake tena back kwa Mr. Pimbi kuna hii yuko na wewe, lakini video inaonyesha kuna wanafunzi wawili ambao wamewapa kama notebook hivi. Design mlikuwa mna sign nini pale? Kwa tuna sign pale, unajua tena. Unajua tena mkishakutana na wasanii. Tena hususan mkikutana na watu ambao wa drama comedy. Yaani vituko tu mwanzo mwisho. Pale tulikuwa tuko Temeke kama sikosei. Tulikuwa tumeenda masuala photoshoot za cover ya series. Kwa tunatoka tu pale ndani studio ndio tunakutana na hao wanafunzi wanapita. Sasa tunajua tena ile wanafunzi wamekutana na kitu ambacho tunajua zile tena tajiri mfupi. Naomba sign, tunajua tena tupakishua. Daddy I need some tambi. Tukaona leo hapa. Umesemaje hapo? Daddy I need some tambi. Daddy I need some tambi. Tunajua tupakishua. Kiingereza kinanipa pembeni kidogo. Wana tunaomba? Ndio. Wanasema sijui signature. Wakatoa vikaratasi pale mambo ya kizungu. Mimi ndo kwanza nimepata sign kwa wale watoto. Ndo malango ya kwanza. Na haijatokea mpaka leo. Haijatokea mpaka leo. Wakatoa kitabu, notebook ile ilikuwa sio karatasi, ni notebook. Na maana anaenda kuweka kwenye kumbukumbu yake. Akatoa pale tukatia sign. Na mwenzangu Mr. Pimbi naye katia sign, lakini kumbe mwisho wa siku mwenyewe ngaikuta YouTube. Nilikuta ile YouTube. Ndio. Na Mr. Pimbi ndo kaposti. Ameposti ndugu yangu. Kwa mimi sina ubaya naye. Ndio. Sina ubaya naye. Vincent Kigosi hataki tena kufanya project na wewe? Sijajua, unajua sio kwamba hataki kufanya kazi na mimi. Inategemea na story, labda hajapata story ambayo mimi naweza nikafiti katika ile kazi. Kwa sababu asilimia kubwa sana watu ambao huwa wanapenda kufanya kazi na mimi huwa wapendagi sana kunipa labda scene moja scene mbili. Huwa wanapenda ni from mwanzo mwisho, yani main character. Kwa hiyo inawezekana ikawa labda amekosa story ambayo mimi kucheza mwanzo mwisho. Kwa hiyo siwezi nikasema eti kwamba hataki kucheza na mimi wakati ile kazi mimi nilifanya vizuri. Labda ingekuwa kazi mbaya ndio tungeweza kusema hawezi kufanya kazi na mimi. Lakini kazi imetembea vizuri. Labda tuwezi jua, labda kuna kazi nyingine iko jikoni inatengenezwa ya kuja kufunika tajiri mfupi. Yote yanawezekana. Kwenye Danija tumeona mle ndani umecheza na mtu kama Gabo Zigamba, mmoja kati ya wasanii wanafanya vizuri sasa hivi katika kiwanda cha filamu, au sio? Lakini pia tumekuja kuona na Gabo Zigamba pia katika movie moja Wake Up of course, ambayo amecheza Duma, si ndio? Na wewe ulicheza sini moja nafikiri mle kama mchungaji unafungisha ndoa na vitu kama hivyo. Lakini kuna ile sini ambayo umecheza mchungaji umefungisha ndoa, afu dakika za mwisho kaja ukamkonyeza yule bibie Tausi. Ilikuweje mchungaji ukakonyeza baba? Isiruhusiwa hizo mchungaji au ndo kujiongeza tu? Unajua tena pale naona tena mambo yasharibika tena tunajua tena fulani. Nikasema hapa ngoja kama vipi? Maana nikaona tena ishakuwa mambo tena. Shakuwa tena mambo miayusha tena. Nasema hapa ngoja. Yaani ilikuwa kama ilikuwa chachu tu ya kuongeza tuseme kinogesho katika kazi. Hivyo. Kwa ulifanya kama kinogesho mzee. Kilikuwa kinogesho kile. Lakini kimaadili haikai vizuri. Kimaadili sio kweli. Sasa unafanyaje huko kwenye jambo zito la kufungisha ndoa alafu ufanye tena miayusho, maana ile inakuwa kama mazingzong sasa. Ndio. Dentist Africa ni akina nani? Dentist Africa. Wale kuna jamaa fulani hivi wana ofisi yao, wanadili na masuala ya kinywa, wanadili na masuala ya kinywa. Wanadili na kinywa na meno. Maana niliona tangazo moja hivi Instagram ambalo wamekuposti, ni kama inaonyesha ni kama wewe ni balozi wao, unatangaza hizo huduma zao za afya ya kinywa na mambo kama hayo. Kiwalisia wale sijaingia nao mkataba kuwa kama balozi. Walinipa tu changu nikafanya kazi ikawa imeisha. Na sorry ni kwamba ulipata mpunga mnene sana. Pesa niloitaka ndo amenipa hiyo. Unajua tena. Nimemwambia bwana nipeni mpunga huo kiasi fulani. Na wale wakutaka kuweka mkono mfupi wakanipa mchele wa kutosha. Kama shingapi? Kafanya kazi. Ni kama shingapi? Hadi captain. Mimi najua utatuambia vizuri. Back to the business. Sasa hivi nikwambie tu kwamba hii inaitwa Kigamboni Trending. Na mimi naitwa Adi Captain mwana wa Steve na Flora. Leo tuko hapa na Chodo katika hii Kigamboni Trending episode 3, au sio bila kusahau wadhamini wetu kizazi kabisa Azam. Chodo ya kwako mwanangu. Poza kwa yako Kama ulikuwa hujui, zinapatikana madukani kote Tanzania, mitaani kote. Tunakula na kunywa Azam Cola kizazi kabisa. Chodo, niambie.
Sasa shemeji anaitwa nani? Shemeji? Shemeji sijaoa mimi bado, sijaoa. Asizungumzie katika taswira ya kuoa, anazungumzia katika kuna yale mahusiano. Unajua kabla ya kuoa kibongo bongo huaga tuna mahusiano kwanza. Unajua zile kwamba demu wangu fulani, mchumba wangu fulani. Anaitwa nani shem? Mimi sina mchumba ndugu yangu. Okay. Katika moja ya watu ambao wanasemekana wana listi kubwa sana kwenye mahusiano yao kuwa na wanawake wengi ni Diamond, au sio Lakini pia hata marehemu Kanumba alikuwa na hii skendo katika tasnia yenu ya filamu. Wewe mpaka sasa hivi kwa mahesabu ukipiga haraka unafika namba ngapi wanawake ambao tayari ulishakuwa nao kwenye mahusiano? Yaani katika hiyo listi? Yeah. Hiyo listi wanafika kama 10, 15. Mimi inawezekana hata katika hiyo listi mimi siwepo. Kwa sababu inawezekana ikawa zero listi. Kwa maana gani zero list? Hatupendi wanawake? Hamna. Unajua mimi bwana I say hili swali leo. Chodo kapatikana. Wanataji. Nalijua kabisa katika maswali ambayo yatakuwepo. Hili swali linapenda sana kuulizwa sijui kwa nini. Ndio. Kwa sababu watu wanapenda kujua mashemeji. Unajua katika entertainment sisi kama wasanii hivi ni vitu vya muhimu bwana. Kwa hiyo tungependa kujua tu hapo. Mimi hata 5 wafiki brother. 5 wafiki? Hawezi kufika 5. Kama sio 2 au 3. Lakini 5 hawezi kufika. Sawa. Tulibahatika kupiga story na mdada fulani na mpaka sasa hivi inaonekana Chodo wewe ni msiri sana katika mambo yako. Na hii ilitupa tabu sana kukufuatilia kwa sababu tu ni msiri. Unaelewa vizuri Maana watu wengi walihisi una mahusiano na huyu mdada, lakini kila tukizungumza naye huyu mdada kuna majibu fulani ambao alikuwa anajibu. Lakini labda tupate kusikia na kutoka kwako ili tuweze kulinganisha. Amina una mahusiano naye? Kuna mdada mmoja anaitwa Amina. Ushaikuwa na mahusiano naye? Amina sasa kwa wengi yupi huyo? Dada mmoja hivi nasemekana anasoma chuo cha Mwalimu Nyerere pale na alishawahi kuwa mpangaji wako. Umeona nyumbani kwako. Lakini story ni kwamba watu walikuwa wanahudumia sana, anaingia kwako na nini na vitu kama zile. Huyo alikuwa anakuja kuangalia movie ndani. Alikuwa anakuja kuangalia movie tu. Mahusiano hakuna? Hapana. Subiri nikusikilizishe. Mshikaji wangu sana. Mshikaji wako? Mshikaji wangu, yani rafiki yangu yani. Ningependa wasikilizaji na watazamaji waweze kusikia maana wakati tunatafuta umbea bwana, umbea ukatushinda. Kwa hiyo nataka usikilize tu kidogo. Wanaume wawili ndio umefulia? Wanaume wawili ndio umefulia? Yaani wanaume wawili ambao wametulia. Yaani kwamba Chodo na Nando wametulia? Na Darweshi. Na kwa uchague mmoja kati yao wawili. Chague mmoja. Mimi nitasemaje? Wewe ukamchagua nani? Mimi nitafikiria, nikasema hapa tutakuonea nani? Huyu mtu mzima. Alafu unajua ana masiara kwa mtu wa kike. Alafu kipindi kile ambacho mimi ndo nimeamia nisikuwa tena mazoea naye, nikamwambia mimi nitamchagua tajiri. Mchagua tajiri baada kumchagua nikamwambia. Ukachaguliwa. Ingawa kipindi kile mtu nanilio maskani pale, nikamwambia mimi mchumba tajiri mkubwa. Watu yeye mwenyewe akisikia hivyo anakuja anamsema kwa nini na mimi nakuwa kupumbavu stendi. Mimi mtu wangu wewe mtu wangu si na nini ana mind sana. Lakini mwisho wa siku akaja akawa anachukulia tu kawaida ndio kama vile yeye mkajua kweli. Lakini mimi pale kwa rafiki yangu tu mtu wangu wa karibu basi. Kwa hiyo yeye mwenyewe Chodo alikuwa na mind akisikia wewe unawaambia watu yeye ni mpenzi wako. Alikuwa na mind kabisa na akija ananibadilikia ananiambia mimi sipendi bwana mazoea yako. Wewe kwa kipindi kile ananiambia mimi nataka tuze kwa sababu mimi kweli nitakumpea pesa kwa sababu mwigizaji na mimi kwa napenda hizo issue. Kwa hiyo ndio hivyo. Wewe unaniambia mimi napenda sana ndio mambo hayo. Mimi sipendi bwana tuheshimiana. Lakini zile unaelewa? Kwa hiyo tulijaribu kadri ya uwezo wetu kumtafuta huku na kule, kumchimba labda sometimes zile kissing na nini romantic zile moment fulani, lakini Amina alitutoka, au sio? Na kiukweli mpaka tunakuja kukupa invitation kwamba tunakuhitaji studio kwa ajili ya kufanya kipindi na wewe, hatukuweza kufanikisha lolote juu ya masuala ya mahusiano. Na ndio maana tukahitaji mashabiki zako ambao wanakupenda tajiri mfupi waweze kujua kuhusu wewe, at least wamjue shemeji. Umeona? Kwa sababu sisi kazi ilitushinda. Ni kitu gani ambacho huwa unazingatia sana mpaka unakuwa msiri? Kwa sababu kwa maelezo ya Amina hata yeye alijaribu sana kukuchimba ili aweze kujua mahusiano yako, lakini alishindwa. Sio, unaelewa vizuri Yeye alikuwa anakushirikisha vitu vingi sana. Bwana, nina 1 2 3 Chodo na hivi na hivi, lakini wewe haukuwa unamshirikisha. Ni kwa nini unakuwa msiri sana? Unajua
Swali zuri sana hilo, swali zuri sana. Ndio. Unajua kila mmoja na style yake ya kuishi. Ndiyo. Kila mmoja na lifestyle yake. Umesoma sijui vizuri. Yaani mimi the way jinsi ninavyoishi kutokana na status yangu ya jina langu ninavyoishi. Yaani jambo lolote nitakalolifanya lazima litachukuliwa kwa ukubwa. Maneno sijui vizuri. Sasa leo hii iwe labda natembea na fulani alafu niweke public, iwe natembea na fulani alafu nafanya vitu public. Unajua tena jamii zetu sisi tunazoishi, kuna baadhi sisi wengine tunaishi katika jamii za dini kidogo. Kwa hiyo tuanza kuonekana bwana umuuni sijui ni nani sijui tena. Si wengine tumetokea katika familia za dini. Alafu vile vile inawezekana ukaja kutaka kufanya kazi ambayo ina misingi ya dini. Lakini kwa watu wakiangalia background yako kuna baadhi ya vitu tayari ushavifanya public, yani vitu ambavyo haviendani kabisa na dini. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mtu utakiwa ufanye kwa siri. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema yani kuna vitu kwa mfano dhambi, kwa unaifanya dhambi katokea bahati mbaya. Yani at least hiyo kwa siri. Hata unapomomba Mwenyezi Mungu inakuwa rahisi kwake kukusamehe. Kuliko unafanya kitu ambacho unajua hii ni dhambi, alafu unafanya public. Yani hata Mwenyezi Mungu naye kukusamehe na kuwa ngumu. Kwa hiyo vitu vingine lazima kidogo tuwe na hofu kidogo hata ya Mungu. Sio kwamba kila jambo unalofanya kila mtu lazima ajue. Yeah, vitu kama hivyo. Gabo ni mshaji wako? Gabo rafiki yangu. Kuna project yoyote ambayo mshawahi kufanya na Gabo? Kwa sababu bado watu design kama hawajaona hivi. Ikiwa mlikuwa katika project moja Danija na nini, umeona, lakini kwenye wake up pia mkatokea pamoja. Kiukweli kabisa hatuna project ambayo tulishafanya. Yani ambayo tumeshaifanya tukiachana na zile mbili au ambayo tunataka kufanya, lakini tulivyofanya ile ya Danija kulikuwa kuna project ambayo nilikuwa nataka nifanye na Gabo. Lakini mipango Mwenyezi Mungu labda hakutaka sisi tufanyaje? Tufanye hiyo kazi. Mwisho wa siku kama imepotea tulikuwa juu. Kitu kama. Steve Nyerere mwanao sana? Sana. Kwa nini? Kwa nini? Steve Nyerere ndio amenipambania mpaka leo hii watu wamemjua kabisa kama kuna mtu anaitwa Chodo ama Tajiri Mfupi. Yaani amenipambania sana. Yaani kanitoa chini kanishika mkono. Yaani jambo lolote lilikuwa likitaka kufanyika, ananipigia simu hata 100. Bwana Chodo lazima uwepo. Na mbele ya watu yani unakuta ile Bongo Movie mko pale kwenye kikao, yani nikifika tu mimi. Yani kwamba ile Chodo unajua yani mtu anakuboost ile. Kama unavyoona Diamond anavyowatangaza wasanii wake wakiwa upcoming. Kwa hiyo lazima appreciate sana Steve Nyerere. Hii picha ilikuwa wapi na mwaka gani? Hii picha ilikuwa uwanja wa Taifa, ilikuwa tamasha la Matumaini. Kama sikosei ndo alikuwa mara kwanza kabisa Emmy Alade anakuja Tanzania. Ilikuwa uwanja wa Taifa pale. Tamasha la Matumaini ile ambayo inakuaga Bongo Movie na Bongo Flava. Huwa wanakutana pamoja wanacheza mpira, na kama sikosei ilikuwa 2015 kama sio 2014. Wow. Ili mtu ampate Chodo kufanya naye filamu anatakiwa atoe mpunga wa kiasi gani? Budget yako ikoje? Sasa hapo unajua unapotaja budget kila mmoja na mfuko wake. Na kila mmoja na kazi yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo siwezi nikataja tu budget hapa public. Itakuwa kama kuna watu wengine yani kwamba nawakatisha mudi kwamba huyu hatuwezi kumpata. Alafu kiangalia labda kuna mashabiki wengine wanapenda kufanya kazi na mimi. Alafu nitaje tu mpunga hapo mtu utamlose control zake. Vitu kama. Kwa hiyo wewe unaangalia jamii yako inatakaje? Jamii yangu mimi natakaje. Vitu kama hivi. Shukrani sana Chodo. Chodo. Niambie. Sasa hivi ningependa kupata majibu mafupi sana kutoka kwako. Unachagua kati ya yes au no, au sio? Maelezo asiwe mengi. Sitaki maelezo, sitaki kujitetea, au sio? Tuna mpenzi? No. Ila kutokana na changamoto za hapa na pale, jimbo uanze sala liko huru. Ila no. Kwa hiyo mtu akijitokeza basi fresh tu. Mpenzi wa mwisho tuliachana naye kama mwaka uliopita. Mpenzi wetu wa mwisho tuliachana naye kama mwaka uliopita. Muda mrefu tu sasa sijajua hapo, lakini ni muda mrefu. Sasa hapo maana yake inakuwa yes au no? Yes au no. Tuliachana naye kama mwaka uliopita. Yes. Ushawahi kuchukua demu wa mshikaji wako? No. Ushawahi kuchukuliwa demu na mshikaji? No. Ushawahi kufanya dhambi moja kubwa ambayo mpaka leo unaijutia? No. Hujawahi kufanya dhambi? Dhambi sha kufanya, lakini hiyo dhambi kubwa mpaka leo naijutia ndio sijawahi kuiona.
Hujawahi kuiona? Sijaiona hiyo ambayo naijutia kubwa ya kutisha. Hapana. YouTube channel tuna mpango wa kufungua, tuna mpango. Soon nataka nifungue YouTube channel. Lini hiyo? Hivi karibuni tu mtaiona tu. Kwa unawaambia nini watu wako wa karibu ambao wangependa kusikia kutoka kwako? Mimi nawaambia tu wakae mkao wa kula. Hivi karibuni kazi zangu zote tutakuwa nazipata kwenye YouTube channel yangu ambayo nitaitambulisha. Maana mimi nikishafungua tu kila mmoja atapata taarifa. Sure. Ndio. Sababu kuna vitu vikubwa sana nataka niviweke huko ndani. Watu wapate kujua. Ushawahi kumsaliti mpenzi kipindi hiko tunamwasiliana? Mimi bwana masuala ya kusalitiana hayo mimi siwezi. Yaani mimi niko hivi, yaani mimi mkweli sana. Yaani mimi siwezi Kwa maelezo yako ya awali ni kwamba mahusiano yalivunjika mwaka. Si ndio? 1 year before, au sio? Yes. Lakini sasa hivi umekuja kusema wewe hujawahi kusaliti. Kwa hiyo inaonyesha kuwa kwa sababu uko single, ina maana ulikuwa unatendwa sana, hujawahi kumtenda mtu, yani wewe ndio uliachika yani. Ndio maana hiyo? Inawezekana. Sasa hapo inawezekana vipi Chodo? Inawezekana kwa nini? Wao ushasema wewe hujawahi kumchiti mtu. Sijawahi kumchiti mtu, yeye inawezekana ndio kama amenichiti. Ndio maana tumetengana. Ndio. Kwa mahusiano yako yote wewe umekuwa ukichitiwa. Sasa swali gumu sana hilo. Ni kiongozi unauliza swali gumu sana. Naweza nikasema hivyo. Kitu chochote Chodo ambacho ungependa kuzungumza na mashabiki zako ambacho sijakuuliza na ungependa kushare na sisi? Kikubwa ambacho naweza nikawaambia mashabiki zangu wakae tu mkao wa kula. Soon kuna kazi nyingi sana watazipata kutoka kwangu. Soon tu. Nikishafungua YouTube channel yangu kazi zote watazipata huko. Na tunaweza kupata social networks zako, unatumia nani? Instagram, Facebook, kama una tweet pia na mambo kama hayo. Instagram natumia Chodo1, Facebook natumia Tajiri Mfupi, pia na page pale na natumia Chodo1. YouTube soon ndo nakuja kufungua hiyo. Kizazi. Ndio. Shukrani sana Chodo. Kwa poa sana kwa na wewe leo. Asante sana. Bwana, mimi naitwa The Captain. Kama hujui, hii inaitwa Kigamboni Trending and this is how we do. Imekuwa blessed kabisa leo hii hapa katika episode 1, leo hii hapa katika season 1 episode 3 ya Kigamboni Trending. Tuko hapa na Chodo, nyinyi mnamuita Tajiri Mfupi, moja kati ya waigizaji wazuri Tanzania kuwahi kutokea. Lakini nikwambie tu kwamba hii inaitwa Kigamboni Trending na mimi naitwa The Captain mwana wa Steve na Flora, na muda wote huo tulikuwa hapa tuko na Chodo almaarufu Tajiri Mfupi, moja kati ya waigizaji ambao wanafanya vizuri sana katika kiwanda cha kuchakata filamu Tanzania. Kama hujui basi habari hiyo hapo ichukue. Hii inaitwa Kigamboni Trending na hii ni episode 3 na Tajiri Mfupi. Nikuhabarishe tu kwamba unaweza kutucheck katika social network zetu pale YouTube kwa kupitia The Captain leo, ama ukaingia tu YouTube ukasearch kwa kuandika Kigamboni Trending, basi zile season zote zitakushukia pale, au siwe? Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika YouTube channel yetu ya The Captain leo. Lakini nikupe tu huduma ambazo tunafanya tofauti ambazo unaweza kufaidika nazo kutoka hapa Lango Studios na The Captain Community Films. Tuko maeneo ya Tungi Kigamboni na contact ni 0656 761828, lakini pia unaweza kutucheki kupitia 0623 42 98 92. Unaweza kutucheki pia kupitia 0715 0901 42, na unaweza kutucheki kupitia 0621 21 74, au sio? Wewe twanga, tuma message, sisi tutarespond. Sisi hatujui kuvimba bwana, au sio? Lakini bila kusahau unaweza kunicheki katika Instagram account yangu, natumia official.d.captain01. Wakati huo tuko na Instagram account yetu ya Kigamboni Trending ambayo inapatikana kwa jinsi inavyotamkwa, Kigamboni Trending. Una search pale Instagram, alafu lazima tunatokea pale. Usisahau kutufollow, usisahau kulike content zetu, na usisahau pia kushare link zetu ili watu wote wa Kigamboni waweze kuona nini tunafanya. Right now tunakwenda kumwaga DJ Mason, lakini usahau kuja kupiga photoshoot hapa. Sisi ndo wakali wa photoshoot. Tunafanya branding za ofisi, makampuni na vitu tofauti. Tunafanya matangazo, tunafanya videography, tunafanya graphic design na mambo kama hayo tofauti. Chodo, asante sana mwanangu. Imekuwa kizazi kuwa na wewe. DJ Mason, naomba tumwage mwanangu Chodo Tajiri Mfupi. Anaitwa Rich Flavor.
moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa kutoka pale The Captain Music. Oh yeah. DJ Mason ongeza voice watu urudike bwana. Oh mama. Umeniacha ninalia na mtima wangu. Oh yeah. Yani legelege sina nguvu mwili wangu. Ama nilifanya kosa kupa moyo wangu. Ona nilikuwa na fungu kumbe wewe ndio mkosi wangu. Yeah. Kama mgonjwa mwenye corona niko napona pona, ila mganga madawa umempa mwingine sijui kantapona. Ila nilijivisha uba kama sharuka, nje steki nkatulia ndani. Nilitenda wema umenilipa ubaya.